pahala popote kama hakuna amani, hakuna cha kufanyika. Huwa ni maneno tu. Mtu anaweza kuwa anatoa maneno mdomoni tu kwa kutaka kuwafurahisha watu, ila pahala ambapo hapana amani hakuna kulala. Pahala ambapo hapana amani hakuna urafiki. Pameingiwa na roho mbaya, na roho ya chuki, na roho ya visasi, na roho ya hasira. Amani ni jambo ambalo kila mmoja wetu anajua thamani ya amani. Tusifanye vitendo vya kuleta hofu. Penye hofu huwa hakuna usalama, penye hofu huwa hakuna utulivu. Sasa hivi kuna watu wanatuma kwenye mitandao maneno ya kulipua nafsi za watu, kuwatia hofu. Tusifanye hivyo. Ni haramu kwanza kwa Muislamu kumkhofisha Muislamu mwenzie. Msikubali mtu ambaye au watu ambao wanataka kutuchochea. Kuna watu wanaishi na chuki, kuna watu wanaishi na roho mbaya, kuna watu wanaishi na hasad, kuna watu wanaishi na kijicho. Hawa wanasubiri kilipuka chochote atekeleze azma yake, na tutakuwa ni wajinga. Tumeyaona mepita mambo hapo kwa jirani zetu, juzi tu tumeyaona. Watu wameingia barabarani, wamefanya wanayoyafanya. Kumetokea nini? Wenye kufa wamekufa, wenye baki walemavu, vitu vimeharibika, wamefunja mali za watu, mali za watu. Leo wanasiasa wamekaa wamepatana. Haya, hawa waliokufa na kuvunjwa miguu, yani wamechochelewa na watu. Msikubali haya. Watu wamekaa, tena unakuja kuumia au kupata matatizo, hauitwa kwenye hicho kikao. Msikilize Mtume anavyosema sallallahu alaihi wasallam, watazameni walioko na hali ya chini katika maisha yenu. Anawaambia masahaba, akituambia na sisi, msiwatazame wale ambao wanakuzidini hali ya maisha, msije mkadharau na kupuuza neema za Mungu aliyokupeni. Hakuna serikali duniani ambayo wananchi wake wote wanafanana hali. Hakuna. Hata huko Marekani mnasema sijui Ulaya, hakuna. Kuna maskini, kuna watu wana hali mbovu, na kuna watu wana hali nzuri. Sasa nimesema watu ni kama hivi vidole vinazidiana. Kwa hiyo mtu anakuchochea wewe, kwa yeye akiingia madarakani wewe utakuwa na nyumba, utakuwa na gari, watu wote watavaa suti. Hii akili hivi, namwambia mtu kabisa na akili zake. Nani anaweza kutengeneza watu wote tukawa sawa katika maisha? Leo kuna watu wanatamani amani ya Tanzania, wanaitamani. Kwa hiyo Allah ndugu zangu, ndugu zangu, sisi tusiwe wa kwanza kutaka kuleta vurugu nchi hii. Sisi tusiwe wa kwanza wa kusema sisi kuna mtu anaweza kaitisha maandamano tukaingia kwenye maandamano tunaandamana. Muislamu uwe mtu wa mwisho. Uwe mtu wa mwisho, nasema, kuchochea nchi hii vurugu. Yani wengine wote wachochee, lakini wewe uwe mtu wa mwisho kuchochea nchi hii kuingia machafuko. Yanakuja kwa maslahi ya nani machafuko?